Wakristo wenzangu, nataka nizungumze na nyie mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza ambalo ninataka nilizungumze hapa ni kwamba Yesu anarudi na anakuja kulichukua kanisa lake wakati wowote. Na tangu wiki hii imeanza, nimekuwa Mungu amekuwa akisema na mimi sana kwa habari ya kanisa kuondolewa. Na kuna baadhi ya watu mnaweza msinielewe kwa nini ninazungumza hivi. Ninaposema kanisa kuondolewa, ninamaanisha unyakuo wa kanisa. Sasa wakati wowote kanisa litanyakuliwa, rafiki yangu. Na inazungumza kwa watu wote. Huenda unanielewa, huenda unielewi. Lakini nazungumza kwa sababu tayari Roho Mtakatifu ameshazungumza na mimi kwa habari ya ujio wake kuja kulichukua kanisa lake. Sasa naomba uelewe jambo moja, kwamba muda tulionao umekwisha. Na kama muda tulionao umekwisha, basi hatuna muda wa kupoteza tena. Wakati wowote Yesu atakuja, na atakapokuja kuna asilimia kubwa sana ya Wakristo wengi kuachwa. Na 90% ya Wakristo wengi wataachwa. Lakini 10% ya Wakristo ndio watakaonyakuliwa. Na wale watakaonyakuliwa ni wale ambao wameishi maisha ya ukamilifu, ya usawasawa. Ngoja nikwambie, kuwa na likundi likubwa kanisani sio sababu na sio tiketi ya wewe kwenda kwenye ufalme wa mbinguni. Naomba unielewe. Kristo anakuja kulichukua kanisa lake. Wakati wowote dunia iko hatarini, wakati wowote dunia iko mwishoni, wakati wowote kanisa linaondolewa, wakati wowote Yesu analichukua kanisa lake, kuanzia sasa hivi, hatuna muda wa kupoteza tena. Na kuna vitu vingi sana vitakavyowazuia Wakristo wasiende mbinguni. Video inayofuata nitaeleza ni vitu gani hivyo. Sasa kuna mambo mengi sana yanawazuia Wakristo wasiende mbinguni, hata Yesu atakaporudi wasinyakuliwe. Sasa unatakiwa ujue jambo moja, ni kwamba hatuna muda wa kupoteza tena. Sasa hivi kanisa limepotea, na kanisa sasa hivi linaelekea mahali ambapo Yesu atakaporudi leo au kesho, wengi wataachwa kwa sababu ya mambo ambayo yameingia, wameyaruhusu yakachukua nafasi ambayo Mungu alitakiwa aichukue. Sasa ujue jambo moja, kwamba Yesu atakaporudi hata angalia wewe ni mchungaji, hata angalia wewe ni askofu, hata angalia wewe ni nabii, hata angalia wewe ni mwinjilisti, hata angalia wewe ni nani. Haijalishi wewe ni nani. Lakini kama ulikuwa unahubiri kanisani, unafundisha kanisani, lakini kuna mambo ya siri ambayo ulikuwa unayafanya ambayo ni makosa, Yesu atakaporudi, nakwambia, kutakuwa kuna salia mtume, utaachwa. Kwa sasa Mungu akusaidie, neema yake ikusaidie. Atakaporudi kulichukua kanisa lake, ninakuombea Mungu usije ukawe ni mmoja wapo wa wale watakaoachwa. Tupo kwenye kipindi cha mwisho sana. Karibuni kanisa litaondolewa kwenye huu uovu. Kuna wengi wameshajiona kwamba wataishi milele, lakini jambo moja unatakiwa ulijue ni kwamba kanisa linaondolewa muda si mrefu. Kuna wale mnaweza msinielewe kwa hii video niliyosema, kwa haya mambo niliyosema, lakini kwa wewe unayenielewa, Mungu akubariki sana. Neema ya Mungu izidi kuwa nawe kwa jina la Yesu. Amen.